Habari za wakati huu mtazamaji wa Upendo TV, karibu katika Women's Forum. Na kipindi hiki ni kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kusikia mada tofauti tofauti ambazo tunaziweka katika mijadala na kuzungumza yale mambo yanayogusa wanawake lakini na jamii nzima, na yale mambo ambayo tunaona kabisa pengine ni changamoto, pengine ni fursa, wakati mwingine pia yana maswali kwenye jamii, tunayaweka hapa kwa ajili ya kuyachanganua kwa kina, na yanamgusa mwanamke lakini pia na jamii nzima katika mustakabali mzima ya kutafuta suluhu la jambo hilo ambalo tunalijadili. Karibu sana katika Women's Forum. Mimi ni Angel Samuel, na kumbuka tu kwamba kipindi hiki kipo kwa ajili ya kila ambaye anapata fursa ya kukitazama ama kukisikia, na unaweza kushiriki kipindi kwa kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kupitia namba inayopita kwenye runinga yako hapo. Karibu sana, shiriki pamoja nasi. Kama una swali kuhusiana na kipindi au kama unataka kutangaza nasi pia, karibu, nafasi ipo. Unaweza kutumia namba hii kwa ajili ya kuzungumza nasi kuhusiana na huduma yako, kuhusiana na biashara yako, popote pale ambapo unahitaji katika Tanzania hii. Karibu sana. Upendo TV ni ya Watanzania wote, na pia wale wageni ambao wanatupata vizuri kupitia YouTube. Huko ukitembelea katika mitandao ya kijamii tunapatikana kwa jina la Upendo Media. Karibu sana. Leo katika Women's Forum ninaye wakili, na nilimuuliza nje ya kamera, kazi ni wakili ama ni wanasheria? Kanijibu vizuri. Sasa hapa tutapata mchanganuo mzuri sana. Anaitwa Victoria Mandari, na Victoria yeye ni wakili wa kujitegemea. Kwa hiyo niko naye hapa kwa ajili ya kuchanganua mada yetu inayosema athari za mfumo dume katika uongozi. Athari za mfumo dume katika uongozi. Lakini wakili Victoria ni nani? Kabla hajafikia kwenye kuwa wakili, alipita wapi? Tumfahamu kwa ufupi. Karibu sana Victoria. Asante sana. Nashukuru sana mtangazaji. Kabla hujafikia wakili unakuwa kwanza mwanasheria. Ndio. Kwamba nimesoma sheria University of Dar es Salaam, lakini nimesoma kozi nyingine nje ya nchi, lakini unakuwa wakili baada ya kuhitimu shahada ya sheria. Na baada hapo nikawa katika harakati mbalimbali. Nilikuwa mwenyekiti wa chama cha wanawake wanasheria Tanzania. Tumeshughulika na masuala mengi ya uchambuzi wa masuala ya katiba, kuangalia haki za mwanamke katika katiba, na hasa niko kwenye mtandao wa wanawake ambao kama mmoja kwenye kamati ya ufundi, ambapo ninahusika sana kuangalia sheria mbalimbali kwa mtazamo wa jicho la kijinsia na kusaidia kamati ya ufundi pale ambapo inahitaji utaalamu wa kisheria. Hongera sana. Asante sana. Uko katika mtandao wa wanawake, katiba na uchaguzi na uongozi. Unafanya kazi nzuri sana. Karibu sana Victoria. Mtazamaji, kwa ufupi sana, huyo ndio wakili Victoria Mandari. Niko naye hapa studio tukizungumzia athari za mfumo dume katika uongozi. Victoria, wewe ni kiongozi, kwa maana ya kwamba kabla hujafika kuongoza wengine ulianza kuongoza familia. Lakini labda kwa ufupi, kabla hatujaingia kwenye mada yetu ndani kabisa, ulikumbana na changamoto yoyote ya mfumo dume ambayo ilikupa shida kidogo kufikia kuwa kiongozi fulani katika jamii? Labda niseme ndio au hapana, kwa sababu mara nyingi mnaweza mkafanya niseme labda mnafanya interview. Ndio. Nilishawahi kukumbana nayo. Nilifanya interview ya nafasi fulani, sitataka kuitaja, lakini yule ambaye alikuwa anatafuta mwanasheria kuijaza hiyo nafasi, ndio, aliniambia kabisa, preferably I would like to get a man in that position. Ningetaka nimpate mwanamume kwa sababu kuna kusafiri sana, sitataka. Akaniambia pamoja na kwamba wewe ni mzuri na nini, lakini hebu nitafutie mwanamume. Kweli nilimtafutia. Nikakubali, nikamtafutia, kwa sababu mimi kwanza nilikuwa niko kazini, kazi yangu ilikuwa sijachukia, nitaka kubadilisha tu mazingira. Lakini aliniambia, na wakati huo sikuchukulia vibaya sana, labda nilikuwa sijaiangalia kwa jicho pana. Haikukuumiza? Haikuniumiza kivile, lakini nikasema why do I
kwa nini nakosa hii nafasi? Nilisononeka kidogo, lakini naangalia, je, jamii kubwa ya watu kama mimi ambao kweli unaitaka ile nafasi, unaambiwa ingependeza kama nafasi hii angechukua mwanamume, kwa kweli si jambo la kufurahisha. Ninaweza, ni kazi, sio kazi ya kubeba mizigo, ni kazi ya kitaalamu ambayo taaluma yangu ya sheria ilikuwa inaniruhusu kuifanya, lakini unaambiwa hii nafasi ingekuwa vizuri angeijaza mwanamume. Kwa kweli si jambo zuri, inaumiza. Ni kweli kabisa. Tunazungumzia hizo athari. Wewe kwa sehemu ilikukumba, lakini ulikuwa katika position nzuri, nafasi yako ilikuwa inakutosha, lakini maswali ulijiuliza na ukasema hii sio sawa. Ndio. Unadhani hiyo hali inaathiri kwa kiwango gani katika utendaji wa mtoto wa kike ama mwanamke katika jamii yetu? Kwanza niseme inamwathiri sana kisaikolojia. Anajiona duni, kwamba mimi sifai. Unajua tunasema kwamba nchi yetu inaongozwa kwa utawala wa sheria. Binadamu wote ni sawa mbele ya sheria. Ndio. Sasa maumbile yangu yake yasininyime fursa ambazo hiyo position ilikuwa kubwa, nzuri kuliko ile niliyokuwa nayo, na ilikuwa mshahara ulikuwa mzuri, lakini inamfanya mtoto wa kike aone kwamba mimi sina thamani katika jamii. Utu wangu umeshushwa hadhi, kwamba mwanamume ndio angefaa kwenye ile position. Kwa kweli hilo sio jambo. Lakini pia hata sisi wanawake kuna mambo ambayo tunaendekeza. Nisema mfumo dume ni mfumo wa utawala, ni power relations wa kimadaraka, wa kiume, upande wa kiumeni, na ni wa kiasili. Labda nitoe tu background ni dhana, maana nilivyoanza nakuja kuangalia madaka sema hivi ilianzia wapi. Very interesting. Ni kwamba nimesoma ilianzia 1930 huko Uingereza. Kuna bustani moja inaitwa Forest Hill. Hiyo Forest Hill ilikuwa na manyani. Wengi walikuwa wa kiume, wachache walikuwa wanawake. Lakini wale nyani wa kiume wakawa wababe sana. Wanaweza wasimruhusu mwanamke kukatisha eneo fulani, kwa sababu yeye ndio anatawala ile eneo. Na ilikuwa kivutio kikubwa, watu walikuwa wanaenda kuangalia. Ndio hapo akasema hapa ni mfumo dume, yani baba ndio ametawala, mwanamke hana say. Lakini wakafanya tafiti nyingi za wanyama, jamii nyingi, wengine wa mama ndio walikuwa wana say katika wanalisha family, lakini hiyo ya hapo kwenye Forest Hill it was quite unique, ilikuwa ni tofauti. But wakaiendeleza mambo hayo yakaja mpaka kwa binadamu, kwamba baba ndio mwenye say, baba ndio mwenye sauti, baba hapo ndio kiongozi wa familia. Yeye akisema hapana. Kwa hiyo ikaleta athari katika jamii yetu. Asante kwa hiyo historia. Lakini inawezekana kabisa kwamba hii imekuja pia kwa mfumo wa mila zetu, hasa wa Afrika, kwamba sijui kimeanzia wapi, lakini baba ndio anayepewa nguvu kubwa katika familia. Kwa hiyo zile chembe zikaendelea kusambaa katika jamii ambayo zilikuwa zikituzunguka mpaka tumefikia sasa tunaona athari waziwazi kwamba hii sio sawa, kwa sababu hasa ukiangalia kwenye suala la elimu, mtoto wa kike ni miaka ya baadaye sana alianza kutazamwa kwamba huyu aende shule. Lakini huko nyuma mtoto wa kike akizaliwa tu alikuwa anatazamwa kama mke wa mtu kabisa. Ni changamoto. Sawa. Lakini mtoto wa kike anapokuzwa katika mfumo dume anaweza kukosa fursa zipi yeye mwenyewe? Kwa sababu tumeona mbali na huo mfumo upo unazunguka jamii, lakini mtoto wa kike aliyelelewa katika mfumo dume anaweza kukosa fursa zipi? Mfumo dume ni mfumo wa kibaguzi. Yeyote anayebaguliwa anakosa fursa nyingi sana, kwa sababu umebaguliwa. Discrimination yoyote mahali popote pasipo na usawa ni kwamba patamwathiri yule anayebaguliwa. Sasa anapata athari za kisaikolojia. Ndio. Anajiona mimi duni katika jamii, siko sawa na mwenzangu wa kiume. Lakini anakosa fursa zake za elimu. Ndio. Fursa za kurithi mali. Umesema sisi masuala ya utamaduni. Kwanza niseme huu utamaduni, mila zetu potofu zilikuja kuhalalishwa na sheria. Nitaongelea kidogo. Kuna kitu kinaitwa Local Customary Declaration Order ya mwaka 1963. Hiyo ndio ilihalalisha mila mbalimbali sana na kuweka madaraja ya urithi, kwamba daraja la kwanza mtoto wa kiume wa mke mkubwa, daraja la pili watoto wengine wa kiume wa nyumba nyingine, daraja la tatu mtoto wa kiume
ndio utarithi kile kilichobaki. Hiyo ni sheria. Ni sheria na ipo inatumika mpaka leo Tanzania. Okay. Pamoja na jitihada za kuweka sheria za mtoto, tuna sheria ya kimila ambayo inatambulika mpaka leo. Ndio inapanga mahari na inasema mahari atapokea upande wa kiume, ndio unapokea mahari. Mtoto wa kike unauzwa, unapigiwa kabisa mahesabu, ng'ombe 20. Lakini anayepokea nini? Mama atapewa mbuzi 2, baba ndo anayepokea. Baba anapokea. Kwa hiyo ina athari kubwa. Mambo ya masuala ya afya, hana mchango wote kuhusu mwili wake mwenyewe. Masuala ya kukeketwa, hawezi kusema mimi mpango wa uzazi hapaswi kupanga kwa sababu hana say mambo sexual reproductive health. Yeye kwake hayamhusu. Atazalisha watoto hata kama ni 10, hata kama alikuwa hataki, kwa sababu hana say na mwili wake. Kwa hiyo inamnyima fursa nyingi sana na namletea athari nyingi sana. Tubaki hapo kwenye hiyo sheria hiyo ya kimila, lakini iko ndani ya sheria. Ni sheria. Inatumika, imepitishwa. Ipo. Ina maumivu makubwa. Ninyi wana sheria, ndio mmefikia wapi katika kuitoa hii ili iainishwe kwamba jamani kuna hili hapa, pengine ifike bungeni ili iweze kuangaliwa na kurekebishwa, ama ikibaki ya mila imebaki ya mila? Tuna tatizo kubwa sana. Wanasheria tumejitahidi sana. Tuna kitabu sisi TAWLA, Tanzania Women Law Association, tulichambua sheria kandamizi nyingi sana, inaitwa Gender Discriminative Laws. Moja wapo ni hiyo ya Local Customary Declaration Order, ambayo inambagua mtoto wa kike kurithi mali au ardhi ya kihamba. Hapa tunasemea ardhi. Ndio. Anaambia mtoto wa kike wewe utatumia tu kwa sababu utaenda kurithi kwa mume wako. Utaolewa. Lakini yule wa kiume anaambiwa utarithi na anaweza akauza. Lakini mtoto wa kike hapewi hiyo. Sasa hiyo sheria inatumika. Tumeomba sana. Tumepiga kelele sana. Sio sheria hiyo tu ya kumkandamiza mwanamke, kuna hata sheria ya ndoa. Ile sheria ya ndoa inayoruhusu mtoto wa miaka 13, 14, 15 aolewe kwa idhini ya mahakama au idhini ya mzazi au mlezi, kifungu cha 13 na kifungu cha 17, mpaka kumepelekea kesi Rebecca Gyumi alisema mahakamani mpaka kaenda ikaonekana vipengele hivyo ni unconstitutional, vibadilishwe. Kiko wapi? Bunge halitaki. Tulienda mpaka kwa waziri, tumehangaika sisi kupitia mtandao wa wanawake mpaka tukaambiwa ni mpaka wakusanye maoni ya wananchi, maoni wazunguke. Hapa kuna sheria inaonekana ni mbaya. Sasa tunasema utawala wa sheria uko wapi? What is the rule of law? Nafanya kazi gani? Lakini unaambiwa maoni wananchi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi zipo sheria ambazo tumeziainisha, lakini na tuna wabunge wetu wanawake, tunao. Tungetegemea na wao wangeona swala kama hili halifai, sheria kama hizi kandamizi zikafutwa, zikapigwa marufuku. Lakini bado harakati inaendelea. Bado tuna safari ndefu kwenda mpaka tufike. Ni kweli ni safari ndefu, na mkwama unaonekana kwamba kuna nyinyi mnapambana, mnafika sehemu kuna mambo yanakwama hapo kati kabisa, yanakuwa kimya, na bado hawa watoto wa kike na mwanamke bado athari zinaendelea kubaki kwake. Ndio unataka kusema kwamba nachelea kusema sasa hata serikali yenyewe imeunywa vizuri mfumo dume, na ndio unafanya unabaki serikali imebaki katika mfumo dume ambao unakwamisha haya mambo ya kuleta misingi mizuri hasa kwa sheria ya mtoto wa kike. Sielewi kigumizi cha sheria. Kwa mfano mwaka huu tunaongelea ni mwaka historia wa miaka 30 baada ya Beijing na makubaliano yale ya Beijing. Ndiyo. Tulitegemea tutakuwa tumepiga hatua kubwa sana. Pamoja na kwamba sisemi kubeza jitihada za serikali zimefanywa kupitia sera ya watoto. Ndiyo. Kuna sera ya wanawake ya maendeleo ya watoto ya 2018, kuna sheria ya mtoto ya mwaka 2019, sheria namba 21 zimeainisha haki za watoto. Lakini kuna kitu tunaita clawback clauses au conflict of laws. Kwa mfano hii inakupa sheria lakini hii nyingine inakunyang'anya. Ukinzani. Hii nyingine inakunyang'anya. Sasa kwa mfano kama sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 99
hata namba 5 ya 99 haina kipengele chochote chenye ubaguzi wa kurithi. Iko vizuri. Lakini wapokuja kwenye sheria ya kimila, kwa sababu haikufutwa, inakinzana. Na wale wanasema sisi tumefuata taratibu za kimila, tumegeuka sheria gani? Wapi tumekosea? Na katiba pia inasema binadamu wote ni sawa regardless of gender. Sasa hapa katiba inatamka, huku kuna sheria zimewekwa. Sasa tunasema zile sheria zote ambazo zinaenda kinyume na katiba basi zifutwe. Kigugumizi kipo, sijui kinatoka wapi. Aise. Mtazamaji, ni kigugumizi cha ukinzani wa kisheria na mambo haya yameendelea kubaki hivyo, lakini tunashukuru kwamba tunawapata kina Victoria wanayazungumza wazi na kwa sababu huko mtandao huo wa wanawake, katiba, uongozi na uchaguzi huu utawasaidia pia Watanzania kuelewa haya mambo. Tukishaelewa basi pengine hata hayo maoni serikali inayoyataka wakija kwetu tutazungumza kitu. Lakini kabla ya kuelewa, manake hata kama ukiulizwa kuhusiana na hiyo sheria ya kimila na sheria ambayo ni ya msingi wa kikatiba utashindwa kuzungumza. Kwa hivyo Mungu ashukuriwe kwamba wako ambao wamekuwa sauti za makundi maalum. Sipendi kutumia wanyonge. Hapana, makundi maalum ambayo tunayanenea, tunayasemea sasa. Lakini Victoria, hebu tuangalie, kuna swala la mfumo dume. Ndio. Mfumo dume na ukatili, hivi vitu vimeenda kama kuwa na doto. Na ukizungumzia mfumo dume, mfumo wenyewe ndani yake una ukatili kabla ya kitendo. Ndio. Hebu tuzungumze kidogo kuhusiana na hilo. Athari zake ambazo zipo kwenye jamii kwa sasa zinasukumwa zaidi na mfumo huu. Kabisa. Kwa sababu tukiangalia generally, tunaangalia takwimu zinazungumza. Ingawa sasa hivi sina data, lakini unajua tu mfumo dume kwanza. Mimi sidhani kama unamwathiri peke yake mtoto wa kike. Ni challenge pia kwa mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume anakuzwa katika ule mfumo wa kuonyeshwa wewe ni mtoto wa kiume, usijidekeze, usijilageze, lazima ustruggle, ufanye zaidi. Anapewa majukumu makubwa, na kuambia usifanye hivi, anashindwa kuonyesha udhaifu wake na ujonzi wake hata pale ambapo inapobidi, kwa sababu anatakiwa overperform. Yani anatakiwa kumoutshine yule wa kike. Yani yawe kama mashine. Yes, kama mashine. Kwa hiyo anatakiwa yeye aanze mentality yake kufikiria mambo makubwa. Ndio maana wengine wanaenda hata wanaiba. Labda niseme kidogo tu. Juzi nilipata kipindi cha Crown Media. Walini interview siku ya Wapendanao, kueleza concept ilianzaje, sisi wamama wa zamani tunaionaje. Wakasema sasa hivi watoto wa kiume wana pressure kubwa sana kwenye hiyo siku ya Wapendanao, simply because girlfriends wa wanawake zao wana demand vitu vikubwa, watu wanaenda kukopa. Inapelekea mpaka vijana wanaenda kukopa. Ni pressure, huo ni mfumo dume, kwa sababu simply because wewe ni mwanamume then unatakiwa unifanyie mimi hivi. Sasa mapenzi yako wapi? Kwa sababu it shouldn't be one way traffic. Ni mimi nakupenda na mpenda, lakini kwa nini wewe upate pressure kubwa sana kwa siku hiyo moja tu? Lazima uninunulie kitu kikubwa sana cha kuonyesha kwamba wewe unanipenda. Watoto wa kike wa kiume nimeambiwa wana pressure mpaka wanalalamika, wanalia. Wakiacha wanaachwa. Na hawataki kuachwa. Kwa hiyo wanastruggle, wanaenda kukopa. Ukope kwa ajili ya kumplease. Sasa ni mfumo dume. Na huyo sio mke sasa. Na si mke, ni girlfriend. Ni mahusiano. Na wewe sasa una mwanamume unakufa na tai shingoni, utakiwa kuonekana uko dume. Kwa hiyo pia sisemi kwamba unamwathiri tu mtoto wa kike. Ingawa mtoto wa kike ni zaidi. Kwa sababu yeye anajiona yeye ni mnyonge, sina sei pale nyumbani, na ndio imepelekea hata nafasi za uongozi. Hebu angalia mawaziri wangapi wa kike tunao Tanzania. Tuna rais wa kike, tumefurahi. Yes. Angalia, je, are we better? Tuna marais wangapi? Makatibu wakuu wako wangapi? Manaibu mawaziri wangapi? Juzi tulikuwa na Mary hapa, alitupa takwimu. Bado kwa kweli takwimu zipo. Bado tuko chini kukompea na. Kwa hiyo hata kwenye nafasi za ubunge ndio hata vitu vina kwa jaji. Lakini hao ndio kwenye majimbo ni asilimia 10 waliopita.
Sasa kwa nini tusishindane na uwanja huko level? Lakini unakuta mwanamke unakuwa na changamoto nyingi za kufanya uweze kushindana sawa sawa na yule mwanamume. Ndio, ni kweli. Changamoto bado ni kubwa na huu mfumo unawatesa wote wawili. Yaani haumtesi huyu wa kike peke yake na kumkandamiza, lakini ona sasa kumbe ukandamizaji upo kwa mtoto wa kiume mwenyewe. Huyu mwanaume anafanya mambo magumu ambayo hayawezi kwa uchumi wake ili aweze kuonekana ni mwanaume. Hii ni changamoto kubwa sana. Wacha tupumzike kidogo, tukirejea tutaendelea. Kumbuka ni Women's Forum na leo niko na wakili wa kujitegemea hapa Victoria Mandari na tunazungumzia athari za mfumo dume katika uongozi. Usiende mbali. Baada ya mapumziko hayo mafupi, na nikukumbushe tu kwamba kipindi unachokitazama sasa ni Women's Forum na unaweza kushiriki kipindi kwa namba ya simu inayopita kwenye runinga yako kwa kutuma maoni. Utatuma ujumbe mfupi wa maandishi na tafadhali usipige simu maana haitapokelewa. Lakini kama utataka kuwasiliana nasi zaidi kuhusiana na matangazo, unahitaji kutangaza nasi pia, tumia namba hiyo kwa ajili ya kutafuta mawasiliano. Wewe tutumie message, afu sisi tutatafuta namba nyingine ya kuwasiliana nawe. Asante sana na karibu sana. Niko na Victoria Mandari, huyu ni wakili wa kujitegemea na niko naye hapa pia, anatoka katika mtandao wa wanawake katiba, uongozi na uchaguzi, na huu mtandao unafanya kazi katika mazingira yote hapa nchini Tanzania. Nimeambiwa kwamba kuna taasisi ndani yake zaidi ya 20. Ziko nyingi sana. Ziko nyingi. Zaidi ya 100 na kitu. Taasisi karibu 200 na zote ni za hapa nchini. Hapa nchini tu. Hongereni chini ya mtandao. Itabidi na mimi nifanye hima kuingia kwenye mtandao. Zipo nyingi sana. Vizuri sana. Tulipokwenda mapumziko tumejadili na kuzungumza zaidi juu ya mfumo dume ambavyo unaakisi na kuumiza jamii nzima, kwa huyu mwanaume na mwanamke, ama kwa mtoto wa kike na wa kiume, wote wanaathirika. Lakini sasa Victoria, tukirudi katika mada yetu hii, athari za mfumo dume katika uongozi. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Na wanawake wengi sasa wameamka, wamesoma, wengi wanatamani kuwa viongozi. Lakini wanakumbana na changamoto moja kubwa ya mfumo. Kabisa. Nini unazungumza katika hili? Labda niseme huu mfumo unahitaji mapambano makubwa sana ili kuubomoa. Tunapokwenda kwenye uchaguzi tunamwangalia yule mwanamke ambaye yeye ana uwezo sawa sawa na yule mwanamume wa kuongoza. Tena si ajabu zaidi. Lakini mtu anamwangalia kwa dhana ya wewe ni mwanamke hufai kitu. Kwa sababu dhana hiyo ya hilo tabaka ilijengwa tangu utotoni. Makuzi na malezi, wewe mtoto akiwa ndio unatakiwa kuwa kiongozi. Kwa hiyo naona yule mwanamke utafani. Kwa hiyo unakuta challenge hata pale kwenye campaign mwanamke unatukanwa. Kuna masuala ya rushwa ya ngono. Unaambia wewe ili upate hii nafasi lazima muone kiongozi fulani, pitia kiongozi fulani, mweke sawa ndio atanyooka. Sasa inakufanya wewe unashindwa kustruggle, unatumia mwili wako, utu wako unaudhalilisha. Kwa hiyo mtoto wa kike kisaikolojia anaumia, ni lazima nitumie mwili wangu. Lakini kama utakuwa umepigwa msasa vizuri, umeelezwa vizuri athari za mfumo dume, mwanamume hawezi kutumia hicho kama kigezo cha kufanya wewe upite. Lakini au wewe mwanamke huwezi kukubali kutumia mwili wako kwa sababu tu unataka cheo. Kwa hiyo mimi nasema tunapoelekea kwenye uchaguzi, swala hili litaathiri sana wanawake kwa ujumla. Na wengine wanasema mimi siwezi kwenda kugombea kwa sababu challenges ziko nyingi, nitaombwa rushwa ya ngono na mimi sitaki. Sasa unakosa ile fursa kwa sababu ya msimamo wako wa kuthamini. Kwanza ukijielewa ubaya wa rushwa ya ngono au ubaya wa mfumo dume, utajitambua mwenyewe. Utakubali kitendo chochote ambacho kinakuumiza au kinakukandamiza kwa sababu ya kupata kitu fulani. Kwa matokeo yake ni kwamba kuna fursa unazikosa. Lakini unazikosa kihalali kwa sababu ya msimamo wako. Sasa ni kwamba jamii, serikali, viongozi wa dini
mashirika, taasisi mbalimbali lazima zihakikishe zinapiga vita huu mfumo dume. Sisi Tanzania kwa mfano tumeridhia mikataba ya kimataifa. Ndio. Kuna ule mkataba wa CEDAW kwamba wa kuondoa mfumo yote ya ubaguzi. Tuna mkataba wa kimataifa ya watoto CRC. Convention ya watoto ile tumeratify. Ni kwa nini tusidomesticate tukazifanya ni sehemu ya sheria za nchi? Kama tumeridhia, kwa nini hatuzifuati? Kwa nini tunaridhia upande mmoja na huku tunafanya vitu tofauti? Sheria za mtoto zimeainishwa kwenye sheria ya mtoto ya 2019. Zile haki za kuishi, haki za kuthaminiwa utu wake, haki za elimu, haki za afya, kutokeketwa, mambo ya gender based. Wanawake wengi wanapigwa na maeneo mengine wanasema ni haki yangu kupigwa na mume ndio anaonyesha mapenzi. Sasa hiyo dhana na hiyo tafsiri, dhana potofu ya kufikiria simply because wewe ni mwanamke basi unatakiwa kufanywa kitendo ambacho sio cha kiungwana, hicho ni kinaathiri mpaka mfumo. Ndio maana sasa ukiangalia takwimu zinazungumza zinaonyesha wanawake ni wachache. Na hata ukiangalia katika kumiliki mali na rasilimali, mambo masuala ya uchumi, wanawake wangapi wanamiliki mashamba? Wanawake wangapi wanamiliki nyumba? Wanawake wangapi wanamiliki rasilimali kubwa kama mambo ya madini, mambo ya nini? Ni wangapi? Ni wachache. Takwimu zinazungumza, zinasema kila mahali, kila sekta, kila kitu ni wanaume wako. Kwa unaathiri wanawake generally katika sekta zote. Mimi ninaona kwa maelezo yako ni rahisi sana huu mfumo kukemea na kuonyesha ubaya wake, hasa kwa familia zenye watu ambao wanauelewa, ambao pengine wamekwenda darasani kwa namna moja au nyingine. Ili tuanzie kwenye ngazi ya familia ninavyoona sasa, kwa sababu tukirudi kwenye mashirika ya dini, taasisi hizi binafsi kufanya hizi kutoa elimu zinatoa mpaka sasa, lakini bado ule msingi wenyewe ni mzito sana, mizizi imeenda mbali ya huu mfumo. Kwa hiyo ninachoona, nadhani pengine tuingie kwenye ngazi ya familia. Lakini ngazi ya familia tunaingiaje mpaka baba na mama waelewe ubaya wa tatizo hili? Unadhani kwa vijana na watoto au ina maana anaanza utoto anakuja kwenye ujana wenyewe, ninyi kama mtandao mna namna yoyote ama mkakati wa kuwafikia na kuwapa elimu? Mimi nadhani sensitization mkakati ni muhimu sana. Kuendelea, tusipunguze spidi. Lazima tuongeze spidi ya kuendelea kukemea huu mfumo. Ndio. Lazima somo litaingia siku moja kwamba hasa tukianzia kwenye ngazi za familia na dini, kanisani, kwamba jamani, ni dhambi kumwona mtoto wa kike yuko duni au kamaonea bila sababu yote. Ukilielewa somo, ukaona kwamba tunatakiwa kuishi kwa usawa, tukapata fursa sawa, then nadhani tutakuwa tumepiga hatua kubwa sana. Tutakuwa tumepunguza gap ya huo mfumo dume, ambayo athari ya mfumo dume. Kama tutaanzia katika ngazi ya familia, haiwezekani from nowhere tu wewe juu umeshakuwa umelelewa hivyo kuonekana wewe ni bora kuliko yule mwenzake, ghafla kubadilika. Lakini sisi familia tuna kazi, hasa sisi wakina mama ndio walimu wakubwa na walezi. Ukiwa na watoto wako wa kiume na wa kike, wape treatment sawa. Kuna wengine walikuwa wanasema kwamba kuliko nimsomeshe mtoto wa kike, yeye ataenda kuolewa ni hasara, hela nilionayo ngoja nipeleke mtoto wa kiume. Ndio. Kuna wengine, familia nyingine, watu wameachika kwa kuzaa watoto wa kike. Unazalia tu watoto wa kike hapa. Ajua anayezalisha hizo mbegu ni mwanamume, lakini kwa sababu wewe umebeba tumboni, wewe ndio unaonekana una tatizo. Wanaonekana kwamba wale wanaozaa watoto wa kiume ndio warithi bwana, hao ndio watakaorithi. Lakini mtoto wa kike harithi. Why? Ikishajengeka tangu mwanzo katika ngazi za familia, tukaendekeza mfumo dume, kwa kweli watoto wa kike watazidi kupata athari. Mtazamaji, ndivyo ilivyo na iko hivyo, kwamba tuanzie kwenye ngazi ya familia. Inawezekana ukupata nafasi ya kwenda kusoma sheria, kwa sababu wote hatuwezi kuwa wana sheria, lakini kwa kusikia ama kutazama kipindi hiki ukapata ABC za kuanzia. Anza hapo ulipo. Wewe ni mama, wewe ni baba, wewe ni kijana wa kike na wa kiume. Hebu anza kukataa huu mfumo na kuweka mfumo ambao utakuwa ni wa umoja, mfumo shirikishi katika nyanja zote, ziwe za uongozi, ziwe za familia, kwenye uchumi. Tuweke dhana nzuri
shirikishi katika masuala yote ya kijamii. Victoria, tunamalizia. Unamwambia nini mwanajamii ambaye amekata tamaa? Inawezekana kuna watoto wa kike tunazungumza sasa ni wakubwa, ina maana ni mabinti, tunategemea wawe viongozi. Tuna wa kiume ambao pia nao umesema wameathirika na huo mfumo, tunategemea wawe viongozi, lakini hali sio nzuri. Wanaweza kutoka hapo walipo? Mimi nadhani wanatoka, ni kukataa. Ukishajielewa ukakataa, mama wako waliotoboa, tuna viongozi wanawake sio kama hao kupitia hizo changamoto, lakini wamekataa, akasema siwezi, ana prove kwamba mimi ninaweza kufanya kazi hizi. Na sisi wakina mama tusikae tu tukaboteka wale watoto wetu wa kike, mimi boyfriend wangu nataka nilie simu. Let us think big, tufikirie mambo ya makubwa ya kimaisha, ya kimaendeleo, tusijiboteshe, yani akili zetu zisidumae kuna kwamba mimi natakiwa kufanya kitu kununuliwa tu, kupewa tu. Mimi nisiponipa boyfriend hapana nitamwacha. Hapana, sisi wenyewe tubadilike kifikra. Mtoto wa kike badilika kifikra. Uone kwamba una thamani kubwa sana. Wewe ndio mzazi, wewe ndio mlezi wa wale watoto, una thamani kuliko vyote. Na mtoto wa kiume aone kwamba mfumo huu wa tabaka sio kama unamwathiri mtoto wa kike, unamwathiri na yeye, kwa sababu wewe unayemfanyia hivyo ni mama yako, ni dada yako. Ungependa mamako asipate elimu? Hapana. Ungependa dadako yeye asipate elimu? Sio rahisi. Apigwe. Ungependa dadako aolewe na mume kula mpige? Utajisikiaje? Vibaya. Mimi kuna kesi mtu alikuwa ananiletea juzi hapa, niambia nitakuja mimi, dadangu ameolewa, ninaumia, huyo mwanamume anamnyanyasa sana, anafanya nini? I want to come. Huyo ni kaka huyo. Okay. Anaumia, tena nikutana naye kanisani. Ndio. Mimi jenyewe nina shemeji ambaye mimi nataka dadangu aondoke, mara si nataka kufanya nini, lakini haki yake itakuwaje? Naomba nije nikuombe ushauri kwa niaba ya yule dada. Kaishapata shida. Imagine. Kwa hiyo ninachotaka ni kwamba tukielewa wote athari za mfumo dume, wote tutateteana. Sasa huyu ni mwanamume ambaye ameelewa athari za unyanyapaa, anataka kumtetea dadake. Kwa hiyo tutajenga jamii yenye usawa na kuleta fursa sawa. Kwa hiyo swala tu tuendelee kupigania haki za mtoto wa kike na mtoto wa kiume, na kwamba unapompa mtoto wa kike haki, humnyimi mtoto wa kiume haki. Wote tunakuwa tumepata haki sawa. Asante sana Victoria, wakili wa kujitegemea, tunashukuru sana. Na mtazamaji bila shaka atakuwa anataka kuwasiliana na wewe sasa. Anakupataje? Mbali na mtandao. Mimi labda sijui unataka nitoe namba za simu, lakini mimi ni wakili wa kujitegemea, nina ofisi yangu binafsi inaitwa Authentic Attorneys, iko Mikocheni B, karibu na nyumba za viongozi. Lakini simu yangu kama kuna mtu anataka ni 0754267896. Kwa hiyo napatikana, au akimona tu mitandao ya kijamii, kwenye mitandao ya kijamii, kwenye Facebook, kwenye nini, huwa sipendi sana, ingawa nipo, lakini mimi napatikana tu kwenye emails. Sawa. Ingawa nipo kwenye Instagram, but si mpenzi sana kucommunicate. Jina ambalo unatumia kwenye Instagram? Mimi natumia jina nani? Hauna account? Nina account, lakini sipendi mambo official yangu ya kuyaweka kwenye Instagram na Facebook, although ninazo accounts. But officially ninatumika kwenye emails, lakini through mtandao unanipata, au wakikuona wewe pia watanipata. Bila shaka. Karibuni sana. Kwa jambo lolote linalohusiana na mambo ya kisheria. Tunashukuru sana. Mtazamaji, tunakamilisha kipindi kwa maneno mazuri hayo Victoria Mandari aliyotueleza hapa tangu tumeanza dakika zetu hizi katika kipindi cha leo, na kuzungumzia athari za mfumo dume katika uongozi. Na tumeona athari ni kubwa, lakini tunaweza kuzitatua. Suluhisho lipo, wala tusikate tamaa. Kuna uwezekano wa kutoka kabisa na kufika katika mfumo shirikishi na kuachana na mfumo dume. Nikushukuru sana mtazamaji, na kumbuka kwamba Victoria Mandari, wakili wa kujitegemea, huyu unampata na anatoka pia na ni mwakilishi wa mtandao wa wanawake, katiba, uchaguzi na uongozi, na amekuja hapa kuwakilisha mtandao huo, lakini yeye ni wakili wa kujitegemea. Kama alivyosema, unaweza ukampata binafsi kwa kukusaidia kwa yale mambo ya kisheria. Mimi nikushukuru tena, na kumbuka namba ya simu ambayo unaiona kwenye runinga yako, utaitumia hiyo kuwasiliana nami kuhusiana na kipindi, lakini pia kama utahitaji kutangaza nasi, karibu sana.
Kwa niaba ya Victoria Mandari, wakili wa kujitegemea, Daniel Mwakihaba mpiga picha wetu, hadi wakati mwingine, mimi ni Angel Samuel, mwandaji na mtangazaji wako. Tukutane wakati ujao. Asante na kwaheri kwa sasa.